Bwana Yesu asifiwe. This is Apostle Morris. Kama ni mara ya kwanza kupitia kwa hii channel, subscribe in support of this content and this channel. I'll be grateful. Leo nataka tuzungumze mambo kidogo kuhusu one day Jesus was teaching about using that parable of the talent in Matthew 25. And he gave a scenario of 3 people. And I want us to talk about one of them that Jesus talked about. Kuna mtu mmoja Yesu alieleza ambaye ni watatu. Yule alipewa talanta moja and he just went and hid it so that he can produce it when the master comes. Jesus called this man a slothful and wicked. A wicked and slothful servant. The other one to use in place of the one slothful is lazy. You lazy, wicked and lazy servant. Wicked and lazy servant. Akasema anyang'anywe kile alikuwa nacho na pia akamtupa. So, pale anaenda kuteseka. That was the point. So, who is this kind of a person? Huyu mtu ambaye anaitwa slothful na weekend servant ni mtu wa aina gani? So that we don't just talk and give stories about this kind of a person when maybe we have the same character and we have the same behavior. So huyu mtu ni mtu wa aina gani? Unaona, maandiko inasema huyu mtu anaitwa wicked and slothful. Those are the worst names, comparisons unaweza kompewa nazo na Mungu. Ni Yesu mwenyewe anakukompea, anaona wewe ni wicked na pia wewe ni lazy kabisa na unyang'anywe kila kitu yenye uko nayo. Mbona the question now I want us to ask ourselves, who is this kind of a servant? And why was he called that slothful and wicked? One reason why he was called, he didn't multiply what he was given. Multiply kile alipewa. Yeye alipewa kile alipewa talanta moja, akaenda akaficha. Kama vile sisi katika maisha ya kawaida, you receive whatever money, that amount of money that you receive, whatever amount of money that God blesses you with, either monthly or whatever season. Wewe unaenda una consume kila kitu. Yani wewe ni consumer. You eat everything and you don't leave anything for multiplication. You don't leave anything to multiply. Uachi chochote kile utafanya maradufu. This is the kind of a person that Jesus is calling wicked and lazy. Why? Because God expects anytime amekubariki na chochote kile amekubariki nacho, kutokana na hiyo baraka amekupatia, any amount of money that God blesses you with anytime, and expect wewe you will multiply that money. You will find a way of multiplying that money. So he did not multiply. That is one thing. How did he not multiply? How was he supposed to multiply it? Tukisoma maandiko, Yesu anatuonyesha vizuri ya kwamba ni aje alikuwa anafaa multiply. Anamwambia, you did not trade with my money. So one of the ways yenye unaweza fanya multiply pesa yenye Mungu anakupea nayo ni kutrade na ile pesa. When God gives you money, make sure you do business with that money. Do business, trade with that money. Do trading. Fanya biashara na ile pesa ili multiply. Ya pili anamwambia, kama ulishindwa kutrend na kama hata wewe kwa maisha umeshindwa kutrend, the other thing that you can do is invest that money in interest generating institutions. And hivyo Yesu alimwambia, si ungepea bankers hiyo pesa yangu hiyo ili iweze kuzaana. So if you cannot trend, invest that money. Don't
when you use everything that God gives you, the whole amount that God gives you anytime, you are a weakened person. You become weakened. You are lazy. You don't want to think of what you can do. Why didn't he multiply? Sasa mbona watu huwa hawamultiply? Mbona watu hawamultiply? It's just the same with this man. Mbona hakumultiply ile pesa? One thing, alikuwa na woga. Biblia inatuambia he told Jesus, you see, I knew you are a weakened person. You usually harvest where you have not planted. You gather where you have not scattered. Una okota zile vitu hujamwaga, na pia una harvest, unavuna pale hujapanda. So alikuwa na woga ya kulose ile pesa yake ameinvest. Aliogopa kulose ile pesa yake akifanya trade nayo, akifanya biashara nayo. If we traded with that money, anaogopa kulose ile pesa. Just like us. Vile huwa unapata pesa kidogo, you want to hold that money. Yani unataka kushikilia hiyo pesa kabisa, you don't want to lose that money by any means. You want to secure that money. Money, it is not easy to secure money, but money can secure your life. So don't fear. Don't invite fear when you have money. Don't invite fear in your life. Don't invite fear. Don't allow fear to interfere with you trending, with you doing business, with you investing your money. Don't allow fear to come in, because this is what made him not to trend or to invest that money. That is why he hid the money. Ndio maana alificha pesa. Kama vile naonanga watu wa sako wakizunguka na vitu tupotea to kuweka pesa, na by the way inaitangwa potea kwa Kiswahili. Sasa I like why vile inaitwa, kwa sababu ni ukweli, hiyo pesa unaweka hapo ni potea, inapotea tu. Unaficha pesa kwa potea, unaficha pesa kwa potea aje? Yani hiyo maneno ni old version. And ili usipoteze, you are just acting like this weekend man that Jesus is calling weekend. The last information I want you to get is that the reason why wakati mwingine watu hawafanyi trending, they don't do business with the money they get, hawafanyi biashara, hawa invest, ni kwa sababu kona wrong information about the market, about trending. They have wrong information about investing. I know when you invest this will happen. Ukifanya hivi, yani utapoteza pesa, ukiweka hapa itaenda. You have wrong information. Just like this guy anasema, I knew you are as a wicked person. I knew you are going to harvest where you have not planted. This is a wrong information that he has that should be unlearned. So in life, check where, cross-examine yourself and see the information that you have that should be unlearned, so that you can make it in this life, so that you are able to multiply any coin that God gives you. Mungu akikubariki na pesa, multiply. Usikubali kuongozwa na wrong information that you have. Unlearn any information that you have acquired, wrong information that you have acquired. Then shun fear. Biblia imesema mambo wakati mwingi, fear not. Na si sasa fear not kwa mambo ya kuamini na kiroho peke yake. It is also in business. God bless you. Shalom. Shalom.